Bwana, mambo vipi? Hii leo ni 7 Gear Podcast na tupo na pikipiki nyingine hapa. Boxer HD 150. Nataka tuwape vitu kidogo kwenye hii pikipiki ambavyo wametuletea kwenye pikipiki hii mpya. Hii Boxer HD ni toleo la I think ni generation ya 3 kutoka kampuni ya Bajaji Auto Limited, ambayo kulikuwa na Boxer 150 Gear 4, wakatuletea Boxer BMX 125 na 150 ambazo zilikuwa ni Gear 5, lakini this time around wametuletea Boxer Gear 5 ila ni HD. Sasa HD ni kifupi cha heavy duty. Kuna vitu kadhaa ambavyo vinasababisha kwa nini wakaiita heavy duty. Sasa unahisi ni sababu gani hii pikipiki imepewa jina HD, heavy duty? Kwa sababu hii pikipiki imekuwa designed kwa ajili ya kubeba mizigo mizito. Kwa mfano ukiangalia shock up zake za nyuma zimekuwa designed ni kwa ajili ya kubeba mizigo mizito, na ni tofauti kabisa na zile za kutoka kwenye BMX. Ni tofauti, nitaonyesha tofauti. Lakini ukiangalia siti yake ni pana sana, yani haina muinuko, yani imenyooka, iko flat. Kwa sababu ya iko kwa ajili ya mizigo mizito. Ukija kuangalia, lakini shock up za mbele ni telescopic. Yote ni designed kwa ajili ya mizigo mizito. Lakini pia tairi zake za nyuma na za mbele ni tairi ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kushika barabara. Kwa watu ambao wanatumia hii pikipiki wanaelewa ninachokimaanisha. Yaani ni tairi ambazo zinashika chini. Kwenye upande wa engine, hizi pikipiki za HD zimekuja na matoleo mawili ya engine ambayo ni 125 na 150. Hii ambayo tuko nayo hapa ni cc 150 na ni air cooled, lakini ni 4 stroke na ni single overhead camshaft. Kwenye upande wa horsepower, hii pikipiki ina horsepower 12, lakini speed inaweza kutembea 90 mpaka 100 km/h. Kwa hiyo ni speed kubwa. Ukichanganya na kwamba haina vibration, inaweza kufanya ukafika speed mpaka 100, sometimes mpaka 120 unaweza kutoboa kama uko kwenye barabara ambayo haina changamoto yoyote. Sasa kuanzia BMX walikuwa wanakuja na USB port, lakini pia hii imekuwa na muendelezo, inakuja na USB port. Lakini kitu pia ambacho ni cha tofauti nimekipenda kwenye hii pikipiki, wamekuja na dipstick. Hii pikipiki bwana wametokea dipstick hapa, tofauti na matoleo ya nyuma. BMX na BM150 ile Gear 4 ilikuwa haiji na hichi kitu. Ina maana ilikuwa ni ngumu sana kugundua oil imefikia level gani. Otherwise uangalie kwenye kile kipimo kilikuwa kinaonekana hapa. Lakini sasa sio watu wote walikuwa wana uwezo wa kufanya hivyo. Ni wachache sana ndio walikuwa wanaweza kufanya hivyo. Lakini pia kwenye HD hawajatuwekea oil filter. Sasa unajua kwa wauzaji wa filter sasa hivi, na maana hizi pikipiki za BMX na BM zile 150 za zamani zilikuwa zinatumia filter. Lakini sasa hivi imekuja kwa ndani hapa wametuwekea oil cap ambayo inatumika kama oil filter. Sasa sijajua sababu ni nini, lakini nahisi ni kitu ambacho nimekiona ni cha tofauti kwenye hii pikipiki. Sasa changamoto chache ambazo tunaweza tukazungumzia kwa upande wangu, hii pikipiki haipo comfortable compared na zile BMX. Yaani ukiangalia the way seat ilivyokuwa imekaa, ina maana inakuwa iko juu kiasi kwamba hata unakuwa na uwezo less wa kucontrol bike, kwa sababu pikipiki iko juu kutokana na seat. Wenyewe wametengeneza kwa maana ya kwamba ili iweze kupakia mizigo. Na maana hata watu zaidi ya 3 although hairuhusiwi kisheria, lakini wametengeneza kwa design hiyo kwamba hata mtu anaweza akasogea mpaka hapa, mwingine akakaa kwanza kupakia watu 3. Lakini kiukweli haiko comfortable compared na BMX au pikipiki zile za nyuma za Boxer. Kwa hiyo ni changamoto. Nadhani kuna watumiaji wengi wa hii pikipiki ambao wanaitumia. Kama unahisi unajua madhaifu ambao mengine unayafahamu, unaweza ukatuambia kwenye comments kwamba ni madhaifu gani ambao unajua kwenye hii pikipiki, kwa sababu of course zimeingia hazina muda mrefu sana kwenye market, lakini kuna watu ambao wameshazitumia muda mrefu na wameshajua kwamba zina changamoto gani. Kwa upande wetu hatuwezi kuzungumzia changamoto nyingi sana, kwa sababu nyingine bado tunaona hatujakutana nazo, ila kesi tukikutana nazo tutazizungumzia. Kama kawaida yetu huaga tunatoa ushauri kidogo kwenye namna ya kuishi na hizi pikipiki. Kwa upande wa oil tunashauriwa utumie 20W50, lakini
unashauriwa kubadili oili kila baada ya kilomita 1000 mpaka 1500. Inategemea na aina ya oili. Kama itakuwa ni inaweza kwenda kilomita 1000 mpaka 1500, unaweza kubadilisha. Lakini pia unashauriwa kuangalia kuweka grease kwenye sehemu ambazo zinahitaji grease, lakini pia kucheki chain kila baada ya kilomita labda tuseme 6000, unaweza kubadilisha chain ya naamini ya sprocket ya tairi, ukiachana na chain ya huku ndani kwenye engine. Lakini pia inawafaa watu wanaosafiri safari ndefu na mizigo mizito. Kwa mfano kama unabeba mizigo mizito kutoa mkoa mmoja kwenda mwingine, unaweza kutumia pikipiki. Of course inafaa kwa sababu ukiangalia ina gear 5, inakupa ile smooth ride ambayo itakuwa haikuchoshi wewe kama muendeshaji. Hivyo ni vitu ambavyo unaweza kuvizingatia kwenye hii pikipiki. Kama nilivyowaambia, upande wa comfortability kwenye upande wa kuendesha pikipiki ni kama iko juu sana compared na zile pikipiki nyingine. Yaani unajihisi uko juu sana. Tofauti na zile pikipiki nyingine BMX na BM zile 150 gear 4. Uzuri ni kwamba imetulia, lakini kitu ambacho kinafanya inakosa comfortability ni kuwa juu. Shock up ni ngumu, sio zile za kunesa sana, tofauti na ni kwa sababu ya mizigo mizito. Kwa hiyo ni tofauti na zile ambazo ziko kwenye BMX. Hiyo ni tofauti ambayo tunakuwa tumeiona kwenye hii pikipiki. Lakini niwahakikishie moja ya kitu ambacho naweza nikawashauri kwa watumiaji wa hii pikipiki. Ni pikipiki nzuri so far. Tunashindwa kuzungumzia changamoto kwa kiasi kikubwa kwa sababu bado hatujakutana na changamoto nyingi. Na kwa mazingira yetu kija kuzingatia bado hazijawa nyingi hivyo. Maana tunashindwa kuwa lakini kwa hizo ambazo tumeziona ndio hizo tumewaambia. Lakini kama kutakuwa na changamoto tutaendelea kudiscuss kwenye vipindi vyetu vya 7 Gear Podcast. Na tunaomba muendelee kulike, kushare na kucomment kwenye page zetu tofauti za TikTok, Instagram pamoja na YouTube. Lakini pia tutakuwa na review ya kufanya comparison ya BM HD na Boxer BMX kupanda mlima ikiwa na mzigo. Hii si HD, ni kwa ajili ya mizigo. Tutakompare na BMX 150 tuone ipi inakuwa inaweza kubeba mzigo mzito. Karibuni sana, muendelee kufuatilia. Asante.